Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amekashifu wanasiasa wanaopinga mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 na kupotosha umma. Akizungumza wakati wa harambee ya kufadhili elimu katika shule ya sekondari ya Lwandeti DEP katika kaunti ya Kakamega siku ya Jumamosi, Wetangula alisema kuwa wabunge wanapaswa kuacha kuwapotosha wafuasi wao kuhusu mswada huo, ili hali wanapotakiwa kuwasilisha mapendekezo yao mbele ya bunge na kumhifadhi mama yake. Wetangula badala yake aliwashauri wale ambao wanapinga mswada huo kutekeleza haki yao ya kurekebisha mswada huo katika bunge hilo na vile kuwafahamisha wafuasi wao kuhusu kiini cha mswada huo kabla ya kuwataka kuupinga. Tukio hilo lililowaleta pamoja viongozi kutoka viongozi wa eneo la Magharibi lililokumbwa na mvutano wa kisiasa, huku viongozi wanaoegemea Kenya Kwanza na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya walitoa maoni tofauti kuhusu mswada huo. Gavana wa Kakamega Fernandes Baraza aliwataka viongozi kuchunguza mswada huo kwa makini wakati utakapojadiliwa, huku akiwataka kutupilia mbali vipengele vyote ambavyo vitaathiri gharama ya maisha. Bunge, you are in committees. Hakuna haja kuja kufurahisha wananchi na kusema maneno when you are supposed to be the one who is removing the things you are telling people are bad. Ni jukumu ya wewe kama mbunge. Finance bill ambayo wanaongelea, mimi kama waziri nimesema bei ya kununua vitu za kutengeneza madawa iko pale, imeshukishwa. Bei ya kutengeneza vaccines iko kwenye finance bill, imeshukishwa. Bei ya kulipa NHIF kupunguza kutoka 500 hadi 300 iko kwenye finance bill na imeshukishwa chini. Hiyo inamaanisha wabunge wetu, ikiwa mnasikia sauti ya wananchi, when you go to parliament, please look at those clauses ambazo zinaongeza gharama ya maisha kwenda juu. Mtoe zile amendments ili hiyo bill ipite bila kuongeza gharama ya maisha kwenda juu. Uliza Mheshimiwa Wetangula, as a senior most lawyer politician, you are the senior most elected, ulikuwa senator ndio ukaingia speaker elected. Kaa na Rais William Samoei Ruto, waambie bei ya maisha iko juu and use your wisdom to advise the